Angesimama mbele yako. Nafsi yangu inamngoja Bwana. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Leveliani aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Suleiman, roho zao wenye haki wamo mkononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawagusa. Machoni pa watu waliowajinga walionekana kwamba wamekufa, lakini kufariki kwao kulidhaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao kutoka kwetu kuwa ni uharibifu wao. Bali wao wenyewe wamo katika amani, kwa sababu hata ikiwa waonavyo watu wanaadhibiwa, hata hivyo taraja lao limejaa kutokufa. Na wakiisha kustahimili kurudiwa kidogo, watapokea wingi wa mema. Kwa kuwa Mungu amewajaribu na kuwaona kuwa wamestahili kama dhahabu katika tanuru, aliwajaribu akawakubali mithili ya kafara. Wakati wa kujiliwa kwao watang'aa, na kama wavumiliavyo katika mabua makavu watametameta. Watahukumu mataifa na kuwatawala kabila za watu, naye Bwana atawamiliki milele na milele. Wenye kumtumaini watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika upendo, mradi neema na rehema zina wateule wake. Neno la Bwana. Thank you.
na Mathayo. Sura ya 11 aya ya 25 hadi 30. Yesu alipaza sauti akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, kwa kuwa mimi nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana. Nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu wapendwa, wana familia ya mzee wetu huyu Reveriani, ndugu zake wa karibu sana, jamaa na marafiki wote tuliokutanika hapa siku ya leo, naomba tuchukue dakika chache kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha aliyemjalia mzee Reveriani Kiegalila Zimbeya. Yeye kulingana na kumbukumbu za vitabu vya ubatizo wake amezaliwa mwaka 1938 mpaka sasa hivi ana miaka 86 mpaka anafariki ana miaka 86. Na kwenye kumbukumbu ya imani yake ana miaka 67 ya Ukristo wake ya kupokea imani, miaka 67 ya kupokea imani yake. Ana miaka 64 ya ndoa yake. Sasa mnaweza mkaona namna ambavyo anastahili kabisa kusaliwa sala takatifu ya misa, kama ambavyo tumefika hapa kufanya kitu alichokipenda yeye mwenyewe. Mzee huyu, pamoja na historia hii fupi, nyingine itakuja. Binafsi mimi siwezi kujua maisha yake, watu waliomzunguka na wengine mnayajua zaidi, lakini sisi tunajua maisha yake kwa ishara zake. Binafsi siku ya kwanza
alipopata ugonjwa, nadhani ilikuwa ni stroke, nilikutana naye na nadhani nilikuwa padri wa kwanza kumsalia Kasara, akiwa kwenye zahanati ya Neema. Ameenda pale na mimi nilikuwepo pale. Basi ni bahati nzuri nikamuona. Unamuona yuko kwa mbali kabisa, lakini anatamani sana sala. Pamoja, unajua mambo ya stroke haya yanapokupiga, kuongea uwezi, unatamani kitu ukifanya lakini uwezi kufanya, lakini unamuona ishara zake za usoni zinatamani apate hiyo sala. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa imani kulingana na mimi nilivyomuona kwa kipindi kile. Jambo la pili, wote tumekuja hapa kwa sababu ya mzee huyu. Kwanza, baada ya kupokea imani yake, amekuwa na watoto, amekuwa na uzao ambao umetapakaa sehemu na sehemu Tanzania nzima, mahali popote pale. Sasa sisi tumekuja hapa kumsindikiza mzee kwa sababu ya damu yake ambayo iko sehemu nyingi. Maana hapa wapo wanaomjua, kuna na wengine ambao wametoka sehemu na sehemu, lakini kwa sababu wanafanya kazi na watoto wake. Hata asipoajiriwa, lakini awe na ufahamu wa kuishi vizuri na watu. Wengi waliotoka nje ya maeneo haya wamekuja kwa sababu ya watoto wao wanaoishi vizuri na watu huko waliko. Kwa hiyo wamesafiri muda mrefu, wanafika hapa kwa ajili ya kuwapeni pole wana Rwambaizi na mzee wetu, lakini pia kwa ajili ya kuwapa faraja na matumaini hawa watoto wao. Wapendwa ndugu zangu, maandiko matakatifu yametuambia vizuri, maisha yetu hapa duniani ni ya kupita, yanapita tu. Inawezekana sote tulioko hapa, kila mmoja ana muumba wake anayempenda. Tuna madhehebu mengine, tuna dini tofauti tofauti, lakini dini zote zinasisitiza kutenda mambo yaliyo mema, kupata nafasi ya uchaji kwa Mungu. Maana kuna watu wengine walishajiwekea utaratibu kwamba nyawe Mungu nkamsoma na mmarayo. Sasa Mungu hashikiki na Mungu hatabiriki. Tujifunze kwa hawa ndugu zetu ambao wameweza kutumika. Kuna watu wengine labda pengine tuko hapa, lakini imani yetu kwa Mungu iko katika vitu mbalimbali tofauti. Yaani Mungu anapewa kama nafasi ya pili au ya tatu au ya nne. Pale tunapopatwa shida ndipo tunasema Mungu wangu. Lakini wakati wa furaha Mungu hatumkumbuki. Tunamkumbuka Mwenyezi Mungu tu wakati wa shida. Tuone huyu mzee wetu kwamba halikuwa ni mtu wa imani yake, aliipokea tangu mwaka 57 na mpaka hivi leo akaiendeleza na akawalea watoto katika imani wamtumikie. Sasa kama amewalea watoto wakakengeuka wao wenyewe, basi ni kivyao, lakini yeye alitimiza wajibu wake. Mzee kwa kipindi kirefu ameugua, ameumia, amepata mateso, lakini tuwashukuru wanafamilia kwa kutokata tamaa ya kumtunza, kumlea mpaka kafikia muda huu. Wazazi wetu kila mmoja na mzazi, na kama hauna wazazi uliwahi kuzaliwa ukawa na wazazi basi. Lakini kitu ninachotaka kusema ni kwamba abanyambo mbajirangu orumiku kura
bonka bana chonka kwena bahati nagamba nguru mikurukura baruria, kwamba tunaendelea kuwategemea wazazi mpaka dakika ya mwisho. Hatujui kwamba hawa wazee wetu, wahenga wetu, walikuwa na maana kwamba unazaa watoto baadaye wakusaidie ulipokuwa huna nguvu. Kwa maana hiyo ni kwamba wewe ulipokuwa mtoto mdogo ukubeba, wakakuweka mabegani, wakakununulia nguo nzuri ukavaa, wakakupa malazi mazuri ukalala kwa starehe, ukala chakula kizuri, wakakupeleka shule, wakakupatia kila hitaji la maisha yako. Hapo ulikuwa huna uwezo kiakili, kimwili, hata na kiroho. Ulikuwa huna nguvu yoyote. Lakini utafikia sehemu fulani, kama mtakatifu Yesu anavyomwambia mtakatifu Petro kwamba Petro, ulipokuwa mtoto mdogo na kijana ulikuwa unaweza kwenda mahali popote tu, lakini utakapokuwa mzee watakufunga mikono na miguu, watakupeleka sehemu ambapo wewe hutaki. Sasa na wewe utakapokuwa mzee unahitaji faraja ya watoto wako wawe karibu pamoja na wewe, wakulee. Kama ni kukunyanyua wakunyanyue, kama ni kukupeleka sehemu inakohitajika labda matibabu wakupeleke. Hicho ndicho kitu cha msingi ambacho kwa kweli watoto wengi tunapaswa kufanya kwa wazazi wetu. Sisi mara nyingi tunakuwa ni watu tunaopenda, tunaozunguka sana, tunaenda sana vijijini kwa ajili ya kuangalia wagonjwa. Wakati fulani kuna vijana wasiokuwa na star ambao wana wazazi wao wasiopenda kuwatunza. Mzazi au ni mama au ni baba yuko ndani muda wote, wanamfungia humo ndani. Pengine angependa atoke nje aote kajua, hawezi. Na pale wanapobahatika kumpeleka kwenye kajua, wanamwacha hapo hapo, anaenda kwenye shughuli zao. Jua linawaka sana, yuko pale anajizungusha zungusha. Wakati mwingine mvua inakuja inamkuta pale, hakuna mtu wa kumnyanyua kumweka ndani, na mzazi anakufa akiwa analaani watoto. Hizo laana anazozipata mzazi, kama hujamtendea haki, hizo laana zinakufuata wewe utakapokuwa mkubwa. Inawezekana unakifanya hivi ukiwa unafikiria kwamba uko busy na shughuli zako, lakini ukumbuke kwamba mzazi alikuwa na busy na wewe mpaka akakufikisha namna ulivyo sasa. Sasa ninachotaka kukisema, tunawashukuru wazazi au watoto wa marehemu Reveriani kwa kumjali mpaka kufika siku ya leo. Kwa katika ugonjwa aliokuwa nao, mtu hawezi kukusemesha kukuambia nenda uniletee maji, nina kiu, nipeleke bafuni ukaniogeshe, nifunike kwa blanketi. Kama hana uwezo wa kukuambia, na wewe mwenyewe unajua mahitaji hayo, ukamtunza katika hali fulani ya namna hiyo, kwa kweli ni jambo la kuwashukuru na jambo la kuigwa kwa wengi tunaokuwa hapa. Tuko tunazaa watoto wetu, na daima watoto tusipowafundisha imani ya kuwalea wazazi wetu kama hawa, maana hawa wanavyomlea babu yao, pengine na wajukuu wameshiriki katika swala hilo, wameshiriki. Kumbe wazazi wanafanyiwa hivi, na sisi tuna sababu ya kuwatunza watu wanaotutegemea wanapokuwa hawana nguvu. Kwa ndugu zangu, ndio maana somo linasema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifunzeni kwangu, mimi ni mnyenyekevu wa moyo. Tuwe wanyenyekevu, tuwalee wazazi wetu, wazee wetu katika umri huu. Na Mwenyezi Mungu huyu amempatia bonus iliyo kubwa sana. Tunasema kwamba wakati mwingine hawa wamempoteza baba yao. Ni kweli, kwa sababu mtoto hawezi kukua kwa mzazi. Walikuwa wanakuja, wanamuona, anawapigia simu, anawashauri, bado walikuwa wanajua kwamba
sisi tumekomaa kwa sababu tuna mzazi yupo anatulea. Anapoondoka hivi katika umri huu wao wenyewe wanasikia majonzi makubwa sana kiasi kwamba wengine tulioko huko nje hatuwezi kuyasikiliza tukaeni mpaka 200. Wangetamani aendelee kuwepo kwa sababu yeye ana nafasi kubwa katika mazingira yao. Sasa sisi tunasema kwamba Mungu ametoa kilicho cha kwake sasa kwa wakati wake.